God. He's the Alpha and Omega, wisdom of miracle working God. Ametenda maajabu, maajabu, oh Yesu. Ametenda miujiza, ametenda miujiza, huyu Yesu. Ametenda miujiza, oh ametenda miujiza, miujiza, oh Yesu. Tutaimba hiyo nyingine baadaye. Thank you so much. A bus ran over him. The bus. Gari ilimkanyaga basi. Ilipita juu yake. Ilipita juu yake. And now he is here. Na sasa yuko hapa. Indeed he is God. Kwa hakika yeye ni Mungu. You can sit or you okay? I know una you are you okay or you can okay, you can greet us, my son. Thank you so much. Naweza tusalimia mwanangu, asante sana. The Lord God Almighty, Bwana Mungu mkuu mwenyezi, he gave you another life. Alikupa uzima mwingine, maisha mengine. Wonderful Jesus. Yesu wa ajabu. Ametenda maajabu, siwezi kueleza, mimi siwezi kueleza. Shikilia tu hapo, tutaendelea. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Jesus Christ. Thank you. Jesus Christ. Thank you. Jesus Christ. Thank you. This is a wonder. Hii ni muujiza. This is a wonder. Huu ni muujiza. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Today my heart is full of joy. Leo moyo wangu umejawa na furaha zaidi. To have an opportunity again to meet with the beloved one of God. Kuweza kuwa na fursa mara tena kukutana na wapendwa wa Mungu. To meet with the family of God. Kuweza kukutana na familia ya Mungu. To me I'm more blessed. Kwangu mimi nimebarikiwa zaidi. Hallelujah. Hallelujah. This is an opportunity that I never thought it will ever happen. Hii ni fursa ambayo sikuweza kudhani ya kwamba itaweza kuwepo tena. I'm thankful to God Almighty. Na kushukuru Mungu mkuu mwenyezi. For ever sending us our Lord Jesus. Kuweza kukutumia Bwana wetu Yesu Kristo. That he accepted to go to the cross. Alikubali kwenda msalabani. And then he shed blood that gives us hope today. Na kisha akamwaga damu ambayo inatupa tumaini leo hii. And as though that was never enough, ngawaje nikana kwamba hiyo haitoshi, he again sent us his prophets. Tena akatutumia manabii wake. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Then he sent us his prophets. Kisha akatutumia nabii wake. That became the biggest treasure that we have in the church. Ambaye ilifanyika tunuku kubwa ambayo tunayo kama kanisa. The true epitome of hope that we can hold on. Ile nguzo ya tumaini ambayo tukaweza kushikilia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. For me I want to thank God. Kwangu mimi nataka kushukuru Mungu.
I don't know where to begin, Askofu, Sijui naibu askofu mkuu nianzie wapi, but everything you said is true. lakini kila kitu ulichosema ni kweli. On 6th of October, Tarehe 6 mwezi wa 10 I was traveling from my home nilikuwa nasafiri kutoka nyumbani kwangu very early in the morning. asubuhi mapema. Being a medical student, I had been attached to one of the hospital. Nikiwa mwanafunzi wa matibabu, nilikuwa niko katika mafunzo ya kazi katika hospitali moja. So I wanted to reach there on time. Kwa hivyo nilitaka nifike pale kwa muda. But Mama had given me a luggage, so it was a bit heavy. Kwa hivyo mke wangu alikuwa amenipa mzigo na ulikuwa ni mzito. And in my left hand I had also carried a lab coat. Na katika mkono wangu wa kushoto pia nilikuwa nimebeba ile lab coat. When I wanted just to alight, Nilipofika nikitaka tu kushuka, mzigo ilikuwa mzito sana. mzigo ilikuwa mzito sana. So nikashuka na mzigo mzito. Na nikasahau the lab coat. But I was reporting on duty. Lakini nilikuwa naingia kazini. So I realized that I had left my lab coat. Niligundua ya kwamba nilikuwa nimeacha ile lab coat yangu. So I was in panic going back to look for it. Nilikuwa nikiwa katika ile hali ya mshtuko nikingangana kwenda kuitafuta. Because in the department where I was attached, I needed to be in the official garment. Manake ile idara ambayo nilikuwa nimetuma kufanya mafunzo ya kazi ilikuwa ni lazima niibebe. Hallelujah. Hallelujah. So through here and there I did not find it, but I reported on duty. Kwa hivyo hapa na pale kutafuta sikuipata, lakini nikaweza kuingia kazini. But when I reached the hospital, I borrowed a phone because I realized one of my phones had crashed. Nilipofika kazini niliweza kuomba simu, manake niligundua mojawapo ya simu zangu zilikuwa zimevunjika. Because I had been given the number of the driver. Manake nilikuwa nimepewa nambari ya dereva. So I reached out to the driver. Kwa hivyo nilimpigia dereva. And so he promised to bring me the lab coat. Akaahidi ataniletea ile lab coat. However, I was naye mahali fulani. So I prepared. Kwa hivyo nikajiandaa. When the time came, wakati ulipofika, since I used somebody's phone, kwa sababu nilikuwa natumia simu ya mtu mwingine, and because also the nature of the engagement I had, I also needed to go to the library within the institution. Ni kwa sababu ya shughuli nilizokuwa nazo nilihitaji pia kwenda kwenye library kwa ajili ya shughuli za hapa na pale. And therefore when the call was made, it was a bit late. Na wakati simu ilipigwa ilikuwa kumechelewa kiasi. So when I came, I was in a rush to go and meet with the driver. Nilipokuja nilikuwa kwa haraka kwenda kukutana na dereva, because he was waiting for me. Manaka alikuwa ananingojea. So I boarded the bus. Kwa hivyo niliweza kulipanda basi in Kikuyu. Kule Kikuyu. A place where I will take 10 minutes to walk. Mahali ambapo ningeweza kuchukua dakika 10 kutembea. But because of the urgency of the driver, I needed to board the bus. Kwa hivyo lakini kwa sababu ya ule wa haraka wa dereva ilibidi nikaweza kuabiri basi. So the bus came. Kwa hivyo basi likaja. Imejaa full. Imejaa hadi pomoni. Na watu wamesimama basi mzima pia. But I realized there's an empty seat just above the stairs. There was an empty seat. Lakini niligundua kulikuwa tu na kiti ambacho hakija kaliwa tu juu ya zile ngazi. So I went to sit. Nilienda kuketi pale. And fished out the bus fare and paid. Na nikalipa nauli ya basi. When the conductor realized, he asked me, where are you alighting? Nikamwambia hapa tu hapa. Na wakati yule conductor alikundua unashuka hapa, nikamwambia ni hapa tu. Sasa akaniambia wewe kwa sababu unashuka hapa, just go down the stairs down there. Akaniambia kwa sababu unashuka hapa, enda tu pale chini ya hizo ngazi. Kwa sababu wewe unashuka tu hapa. Kwa sababu wewe unashuka tu hapa. Na hivyo ndivyo nilifanya. Na hapo kulikuwa na watu wengi sana, especially the manambas. Wengi sana, and most of them were drunk. Na wengi wao walikuwa wamelewa. So basi ikatoka very fast. Basi ikatoka kwa mwendo wa kasi zaidi. Nilipofika nikamwambia conductor ningependa kushuka, nimefika. The conductor was a bit busy and also arrogant. Yule conductor alikuwa na shughuli mingi na pia alikuwa mwenye kiburi na fujo. After some time akaniambia ambia hao uko nao wakusimamishie gari. Nilipowaambia wakaniambia hata wewe unaweza simamisha gari. And I had no otherwise, they were really speeding. Sikuwa na swala lingine, lakini walikuwa wanaendesha kwa kasi and zaidi. I was with them. Na nilikuwa pamoja nao. So what they did, nilipokuja sasa nigonge gari lisimame hivi, the last statement I ever heard, hata wewe unatusumbua sana. Then the next I felt somewhere here nimegongwa. Iliyofuata nikasikia hapa nimegongwa. And the bus was a speed of 80 kilometers. Na basi ilikuwa inaenda mwendo wa kasi wa kilomita 80 kwa lisaa. Nilijipata chini. Bwana asifiwe. Hallelujah. 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 Nilipojikuta chini,
I don't know whether it was mourning, crying, howling, I don't ya know. kuomboleza sijui, But it's a cry and fear of death. lakini ilikuwa ni kilio ambacho kinaendana na kifo. Pressure ya gari na speed ilinivuta hivyo. Basi inaenda hivi na mimi pia naenda hivi. A very long stretch hivi. Ilikuwa mwendo mrefu hivi. So ilipoenda hivyo, magari ya nyuma iliponiona ilianza kuhut, all of them zina hut. Kwa zinapiga honi. But the driver, I don't know, I don't understand, hakusimama. To the extent magari yalikuwa mbele, hayo ya realize something is not right. Kundua kwamba kitu hakiko sawa. They slowed down. Wakapunguza mwendo wa kasi. When they slowed down, the driver had to slow down. Walipopunguza mwendo wa kasi, ilibidi dereva pia yapunguze mwendo wake wa When the kasi. bus slowed down, Wakati hiyo basi ilipunguza mwendo, I don't know how I turned, sijui vile niligeuka, but the pressure pulled me under the bus. lakini ule msukumo ulinisukuma chini ya basi. And we went quite a distance, a stretch with the bus. Na tukaenda mwendo kiasi na basi. Ilikuwa badala ya kuni run over, ilinisukuma hivyo tukienda hivyo. Badala ya kuweza kupita juu yangu, ilikuwa ikinisukuma hivyo tukienda. Until when the speed ilipungua kabisa. Hadi wakati mwendo ulienda chini kabisa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I lost my conscience immediately. Nilipoteza ufahamu wangu papa kwa hapo. But after some time again I regained it. Lakini wakati mwingine nikaweza kuirejesha tena. Nikapata wakinivuta chini ya basi. They were pulling me. Walikuwa wananivuta. Wakinitoa chini ya basi. But at that time, precious people, lakini kwa wakati huo watu wa dhamani, hakuna chochote made sense to me. Hakuna yote ilikuwa inaleta umuhimu kwangu. Everything else lost the sense and meaning. Kila kitu yote ilipoteza ufahamu. The reality of death, ile uhalisia wa kifo, all of a sudden dawned on me. Ghafla binivu ikaweza kunijia. Hallelujah. Hallelujah. I realized that nikifunga tu macho hivi, nikifungua niko somewhere else. Nikundua kwamba nikifunga macho na kufungua hivi niko mahali pengine tofauti. Because mwili ulikuwa unazima, very heavy. Mwili ulikuwa unazima, umekuwa mzito zaidi. Nikifunga tu, nikifungua hivi, kuna mahali nitakuwa. So when I just realized that, nilipogundua hiyo, then nililose hao watu wote walikuwa hapo. I never saw anybody else. Mimi down there, the only thing I would face was the sky. Pale chini kile kitu ambacho ningetazama tu ilikuwa ni anga. And I realized the only audience I had. Nilisikia kwamba wala mtu wa kunisikiliza peke yake alikuwa ni Mungu. So I said the following statements. Nilisema maneno yafuatayo. Na nikajua wakati huo nikisema ninahisi uzito wa hayo maneno. Nikasema, Mungu wa manabii. Tena natulia kidogo kwa sababu the breath nilikuwa na cut. Mungu wa manabii, usiache uhai wangu mwagike hapa barabarani. Then I realized I've not repented. Kisha nikagundua sijatubu. Nikamwambia, najua dhambi zangu ni nyingi sana. Then Swahili kaishia hapo. Many people had come. Watu wengi walikuwa wamekuja. They seemed to be ready to help. Walikuwa wako tayari kusaidia. So I began crying, nikisema, I repent. Nianza kulia I didn't know which sin to mention, but I just said, I repent. Sikujua ni dhambi gani kutaja, lakini nasema natubu. I repent. Natubu. And I was really crying it out. Nilikuwa nalia kwa sauti. Nikijua those the last words I'll ever say. Nakumbuka hiyo ndio maneno ya mwisho nilikuwa nikiyasema. As I was saying them, nilipokuwa nikiyasema, watu wengi those statements were never good for them. Watu wengi hayo maneno hayakuwa mazuri kwao. Walidhani ni kama nimechanganyikiwa, waka back off. Walipoenda, then the police came. Walipoenda polisi wakaja. Walipokuja wakaoda gari linipeleka hospitali. Hospitali walinipeleka is where I was attached. Hospitali ambayo nilipelekwa ni pale ambapo nilikuwa nimetuma mafunzo ya kazi. When I reached the hospital, nilipofika hospitalini, I realized my legs were falling from all directions. Nikundua miguu zangu zilikuwa zinaanguka pande zote. Nimelala hivi lakini mguu unaanguka huku, nikirudisha inaanguka flat, nikileta huu inaanguka, nikistruggle tena inaanguka huku. So I was just dysfunctional. I was and I was also in pain. Nilikuwa pia katika uchungu. So when they removed me from the bus, waliponiondoa katika basi at the casualty, pale katika mapokezi ya wagonjwa, nduru haina mfano.
nilikuwa kwa uchungu. I was in pain. Nilikuwa katika uchungu mkali zaidi. I was in really pain. Nilikuwa katika uchungu halisi. When they received me, Waliponipokea, the doctors who received me found out that they knew me. wale madaktari nipokea waligundua kwamba wananijua. When they realized I'm the one, Walipogundua kwamba ni mimi, I was with them in the morning. nilikuwa nao asubuhi. 2 hours later, Masaa mawili baadaye, I'm totally written off. mimi kabisa siko. They began crying. Walianza kulia. Doctors were crying. Madaktari walikuwa wanalia. Nurses were crying. Wauguzi wanalia. Every doctor was on the run and crying. Kila daktari alikuwa anakimbia huku na kule na analia. But I was also deteriorating. Lakini nilikuwa nimedhoofika na Na pia ninahisi ninazima. ninahisi nazima. I looked at them, sasa hapa nani atasaidia mwingine? Everybody is crying. Kila mtu analia. But there is the doctor who was my supervisor. She was a lady. Kuna daktari ambaye ni binti ambaye alikuwa ni msimamizi Alikuwa wangu. chini sana, but I realized she was not crying. So I thought probably she was a bit stronger. Alikuwa angalau ako na nguvu kidogo. So I cried and called her name, Dr. Mary. Nilia nikaita jina lake, Daktari Mary. I'm really in pain. Niko kwa uchungu kwa kweli. And those are the last statements I ever said. Hayo ndio maneno ya mwisho kabisa Na nilisema. nasema hivyo nikienda. So immediately wakaanza kunishughulikia, kwa kagundua ni kwenda ninaenda. Hai. They immediately took me to theater. Kisha wakanipeleka katika chumba cha upasuaji. Waliponipeleka theater, I had no physical signs of any injury. Sikuwa na ishara zozote za mwili ama No wonder they were not in a hurry. Ndio maana hawakuwa na haraka. If you look at me, there were no physical signs of any injury. Ungelinitazama ungekuwa na zile ishara zote za majeraha. But looking at me, they realized I was pale, paper white. Lakini waliponiangalia waliniona mikono zangu Zero blood in the body. Hazionyeshi damu, hakuna damu kwa mwili. So immediately wakafungua the abdomen. Wakafungua utumbo. Walipofungua tumbo, wakapata a human being at maximum, a man akona 6 liters of blood. Mwanadamu wa kawaida ana kiwango cha lita 60 ya damu. Sita. Kiwango 6 liters. lita 6 ya damu. 5 to 6. 5 hadi 6. Especially men. Aswa wanadamu. But when they checked, they realized I had bled 5 liters of blood. Lakini walipochunguza walipata nilikuwa nimevuja damu lita 5 katika and it is still bleeding, na bado inavuja, and it is freezing, na inaganda. Bana sifiwe. Hey, there's no way you can turn me utoe hiyo damu. If you turn me, intestines zitamwagika. Wanajaribu. So what they did, Chenye walifanya, waliona they are dealing na kesi ambayo ni 1% possible, 99% impossible. Walikuwa wanaangalia kwamba wanashughulika na kesi ambayo 1% inawezekana, lakini 99% haiwezekani. So wakasema let us just try. Hakuna kitu tunaweza saidia, let's take the gauzes. Gauzes ni vitu kama umeona vile vitambaa vya white wanapenda kufungia kidonda. Yes, not really spongy, but ile inafunga kidonda hiyo. Juu kiangalia hiyo, wakazichukua then wakapush ndani. Push ndani kabisa ndio zinyonye hiyo damu, na wakashona. Waliposhona, joto mwili hakuna, pressure it was negative, zero kabisa, oxygen is zero, hewa ya oxygen haikuwepo. They have wamenieka kwa, wamenifanyia, anybody ukitaka kufanya upasuaji wote wanakuwekea anesthesia. All through hiyo process wameniwekea anesthesia, but I'm crying. Ninalia uchungu. It was very painful. Ilikuwa ya uchungu. So when they realized ninalia sana na hiyo kilio ilikuwa ya uchungu, ninalia na zile stitches wamezishona, nikilia hiyo uchungu zinafanya hivi na majimaji inaanza kutoka. So when they realized that, they sedated me. Waka depress akili completely, niko tu hapo. But still they say, even under that I was still crying. So they didn't understand. Bwana sifiwe. Walikuwa wanangoja temperature irudi, wana boil hot water wanimwagie, at least itie tu joto kwenye mwili. It was not working. Kwa inafanya kazi. Wakangoja at least, immediately
wakaanza kutafuta damu. Just within the hospital, many doctors wakaanza tu from nowhere tu wanajitolea wananiletea damu. Wanaweka damu na pressure ni 0 for 3 days. Siku 3. Siwezi pumua. Siwezi unless you supply me with oxygen external. So they put me on life support machine. Dini ya kuweza kuleta oksijeni. Hata si oksijeni. Hiyo ndio ina pump damu. Hiyo ndio ina pump oxygen. Hiyo ndio ina pump brain, all organs. Viungo vyote vya mwili. And they realized wakagundua the bladder is ruptured. Imepasuka. Wakaenda wakaangalia the pelvic. Binadamu, what makes you stand upright ni pelvic bone. Mwanadamu kila ambayo inafanya usimame imara ni mfupa ya pelvic. Ilivunjika hapa ikapasuka na hapa ikavunjika ikapasuka. So hiyo ring ikafunguka hivi. So I was very vegetative. Siwezi keti, siwezi kusimama, siwezi kutembea unavyoniona nikitembea. Siwezi inua mkono, nalala flat na siwezi inua shingo. Flat. When they realized that, they had very little help to offer. Walikuwa na msaada kidogo sana wa kunisaidia nayo. They just put me on life support machine. Not sure they knew any way. Hawakujua njia yote kabisa. I was going. They were sure. Nilikuwa naenda, walikuwa na uhakika. Bwana asifiwe. Hallelujah. The constant thing was pain. Kitu ambayo kwa inaendelea tu kila wakati ilikuwa ni uchungu. The highest grade of pain is 10. Mine was 10. Kipimo cha uchungu yangu ilikuwa juu zaidi ni 10. 10. Yangu The ilikuwa photo 10. you see there is better. Ile picha unaona pale ni Because bora. they could not allow us to take photo. Wanaka wangeturuhusu tupige Even picha. this one I told the family try, because we will testify one day, try and uchukue moja tu kwa kivyenu tu mjipange. This is better. Because even the eyes are open, you can see him, you can see the head. The mtu ambaye niliona hiyo siku ya kwanza you could not recognize. Yes. Imefura, imevimba, you could not recognize. Ungeweza kumtambua. This is far much better later. Hii ni bora zaidi baadaye. Bwana asifiwe. Hallelujah. They tried all drugs. Walijaribu dawa zote. My specialty is in drugs. Ile utaaluma wangu katika dawa. But no drug worked. Hakuna dawa ilifanya kazi. Hakuna dawa ilifanya kazi. Walijaribu yote, haikufanya kazi. They overdosed me, it didn't. Haikufanya. So precious people. Kwa hivyo watu wa dhamani. In that state in the ICU. Katika hiyo hali, katika chumba cha wagonjwa mahututi. On life support machine. Katika mashine ile ya kusaidia uhai. At a point when now the body was fully written off. Wakati ambao mwili ulikuwa haupa kabisa ufanye kazi. When there was nothing kabisa ambayo ningeweza kufanya na huu mwili. At that point. Kwa wakati fulani. In darkness. Katika giza. In that room. Katika hicho chumba. The following happened. Yafuatayo ilitendeka. Bwana asifiwe. Nilikuwa nimelala kwenye kitanda, all of a sudden ghafla binuvu nilihisi tu niko juu ya mwili wangu, but I cannot see it, but I know it's there. Singeweza. But it's very dark. Lakini ilikuwa ni giza zaidi. In that state, na katika hiyo hali, but I was still shocked what's not happening in that ICU. Nilipokuwa nashtuka nini kinafanyika very katika dark, I can't see anything. Ni giza, sikuwa na but I know my body is on the bed. Lakini nilikuwa ninajua mwili wangu uko katika kitanda. Then all of a sudden, ghafla binuvu, I found myself on a different scene. Nilijipata katika sehemu tofauti. Facing each direction specifically. Nikiangalia upande huu haswa. Mahali niko, it appears to be like in the evening. Ilikuwa inaonekana kama ni masaa ya jioni. Yani ni mahali, the place you don't wish to be. Mahali ambapo huwezi tamani kuwa. But lakini somebody else was there. Mtu fulani alikuwa pale. But when I was looking at, who is this? Nilipokuwa naangalia, je, huyu ni nani? I realized somebody I knew. Nigundua ni mtu ambaye namjua. Very prominent. Mtu ambaye anajulikana sana. A billionaire. Ni billionaire. Alikuwa hapo. So all my attention ilikuwa ninaangalia yeye. Sasa umakinifu wangu ulikuwa tu ninaangalia yeye. Nikimwangalia akuko huzuni sana. Nami aminama hivi.
huzuni sana. Hai. Na pia mimi mahali niko afraid, total afraid. Kwa ni maogopa kabisa kabisa. Ni mahali you don't wish to be. Mahali ambapo huwezi tamani Na kuwa. pia you are automatically activated kujua mahali uko si pazuri. Na moja kwa moja unafanywa kujua ya kwamba uko mahali ambapo si pazuri. So this gentleman akiwa hapo, Huyo mwanamume akiwa hapo, my mind akili zangu somehow ilianza kusoma yake. wakati ilianza kusoma akili zake. Vile anafikiria wakati huo anasema I wish Sema laiti ningesikiliza manabii wa Mungu. Kwa nini niliwasumbua sana? Kwa nini niliwahangaisha sana? Na huzuni, total ako downcast. ameshushwa zaidi mno. Anaangalia the influence he had, how people loved him, Na jinsi watu many walipenda. things, but anarudi anaangalia hana chochote kinamshikanisha na Mungu, na akiangalia hivi anapata alisumbua sana manabii wa Mungu. In that state, Katika hiyo hali alitamani kuomba, hawezi kuomba. Alitamani kutubu, hawezi kutubu. Alitamani tu rehema, nehema, the mercy, it was not forthcoming. haikuwa inakuja. And what I forgot to tell you, Chenye nisahau kwa where he was, mbele yake, what we saw was the lake of fire. chenye That's what tuliona you mbele yake see. ilikuwa ni ziwa la moto. From where I was, Kutoka pale pale nilikuwa. mimi siwezi iona, ninaona as though ukiwa kwenye ocean mahali, ukiwa mbali, venye ukiwa mbali hauoni hiyo ocean, ni kama iko chini. But for him, he was a little away from it. Lakini yeye alikuwa mbali kidogo nayo. Tukiwa tu hapo, huzuni, akiwa totally cast in that scene. Again, all of a sudden the scene changed. Ghafla binevu ile eneo likabadilika. Najipata we are in a scene like in a room but facing now this direction. Hapa tu. Nilipata tuko katika chumba lakini tunaangalia upande huu. And it was though like vile unajua saa hiyo saa ukienlarge kwa kubwa, the clock Saa was rolling ilikuwa inazunguka. but Lakini in a roll anti-clockwise, inazunguka ikienda upande wa yangu kushoto. nyuma yake mbele, yake inaenda ikafika mahali ikaanza kwenda slower. The slower the nearing death you are. And hapo juu imeandikwa in red, like mtu amechukua kidole amedip in red blood, ameandikwa end. Hivyo hapo juu, hapo inakuwa 12 o'clock, hapo imeandikwa end in red. So yake ikaroll, ya kwanza ikaroll, ya pili it was really struggling to go in a Ilikuwa nang'ang'ana struggle. kwenda. It was really struggling. Ilikuwa nang'ang'ana sana. Ilipofika last minute, hapa inakuja, tunajua ikiclick your axis you're done, ikiclick tu you're done. Kliki umeisha umeenda. Ilikuja pole pole na ikaclick. When it just clicked, Ilipotugonga hivi from that scene immediately back to scene 1. kutoka katika ile eneo tukarudi papo hapo katika eneo la kwanza. Initially he was away from the lake. Mwanzo alikuwa mbali na Nilipata ako on the shore, kwenyewe kwenye cliff sasa. nikapata ako kwenye ufuo kwenyewe kabisa. Kwenyewe tu hivi. Kwenyewe. Nikiangalia hivi from nowhere. Kiangalia hivi kutoka mahali pasipojulikana. Mimi mahali natoka najua kuogelea, najua kudive. So mtu akidive ndio yeye amedive. A force that is irresistible. Msukuma ambao hawezi. Ili msukuma tu sha. Na akaenda down. Aligeuka tu once na akaenda chini. Na akaenda chini na akaenda kabisa. Kabisa. Bwana asifiwe. Hallelujah. All that it was good. Yote ilikuwa nzuri. Kuangalia mtu mwingine. Because sikuwa mimi. Immediately that happened, mimi nilikuwa a stretch nyuma. Nilikuwa nyuma kidogo. Nikajikuta exactly penye alikuwa mara ya kwanza. Hapo ndo nimefika. Exactly. Same place. Hapo ndo nimefika. Na nimeona venye kunaenda. Immediately. Papo hapo. Niko activated kujua all my sins zote from nowhere. Ninajua dhambi zangu zote. Zote. It
shocked me. Ilinishtua. When it shocked me, I realized, Ilinishtua nikagundua. Here where ukishajua tu you are guilty. When ukishajua tu dhambi zako, the next thing, where you don't wait for somebody to tell you are guilty. Wewe tu mwenyewe unajua I am guilty. Najua tu mimi niko na hatia. And so sadness, he can grip my heart. Immediately nikajua I am guilty. Nikajua mimi nina hatia. Na ninaenda pabaya. In that state, Katika hiyo hali. Nikajiuliza. Nikaanza kusikia, unasikia a cripple has walked. Naanza kusikia a cripple has walked. That song in the background, you hear very well and very clearly, a cripple has walked. Kiwete ametembea. Najiuliza, na si mimi nimekuwa nikiimba a cripple has walked. Lakini si nimekuwa in the ministry of the Lord. Nimekuwa katika huduma ya Bwana. Have I not been serving the Lord? Je, sijakuwa nikimtumikia Bwana? Have I not witnessed the revival of God? Je, sijashuhudia uvio wa Bwana? But my sins are very clear. Lakini dhambi zangu ziko wazi kabisa. Very, very clear. You cannot even argue about it. Huwezi hata bishana kusema. Na in my heart, katika moyo wangu, ninasema your judgment is just and true. Naambia kwamba hukumu yako ni kweli na ya haki. So wakati huo ninajihurumia, lakini natamani rehema. I desire grace, but I'm also aware there is no grace. Hakuna neema. I desire to repent, but I'm also aware repentance is not invited there. Natamani kutubu, lakini najua pia hakuna toba inakaribishwa pale. So I'm in a fix. Niko katika ile hali finyu. Nimefinyika, ninajua hatima very well. Clearly, ninajua mwisho. Najua hatima vizuri kabisa. Lakini sasa ninahurumisha sana. When that happened, kati hiyo ilifanyika. Ile scene 2. Ile scene 2 tulienda na ule mwingine. Ile eneo ya pili tulienda na ule mwingine. Nilijikuta sasa nimekuja kwa scene 2 again. Nijipata niko katika eneo la pili mara tena. Scene 2 sasa sioni ya mwingine. I'm paying attention to mine. But one thing to realize with concern ni kwamba the speed has reduced. Niligundua ya kwamba ile mwendo wa kasi umepungua. Yes. So ya kwanza ilienda but pole ikaenda ikazunguka. Hii ya pili it really struggled. Ilingangana sana. Ili struggle ikakuja, it really crawled 3/4. Ilijikokota 3/4. thuluthi tatu. In these 3/4 katika hii thuluthi tatu najiuliza, lakini si nilikutumia, but at least najaribu kutafuta ni nini kizuri nilifanya. I was really trying to look for anything at least kizuri nilifanya. I'm really looking for it, but hakuna. Kwa natafuta kwa hakika kile kizuri nilifanya, lakini hakuna. In the background mahali tuko, mimi kile naona background tu ni moto. It's just fire. Naona tu moto. It is waiting for you. Inakungojea. Ninaona moto. Naona moto. At some point najipata kama nimelala kwenye kitanda, above me ninaona fire. So I was not understanding. When it came to last quarter, the last quarter, quarter ya mwisho, hapo ndio mambo yalifanyika. All of a sudden nikaona kijiji nyumbani. Afla punivu nikaona kijiji kule nyumbani. Wameweka mahema ya white. Nikiangalia naona watu wa huduma. Nikiangalia specifically mtu nilinote with concern was Ezra. Ezra analala all over na shoka anapasua kuni. Ezra nyumbani. Kando naangalia brown casket, kumbe niko hapo. Naona sanduku la brown tanga. Na vitu nasikia watu wakisema serve the Lord powerfully. Tumikia Bwana. Powerful minister. He has gone to be with the Lord. Bwana Bwana. Haya. That is when I realized I'm done. Niligundua ya kwamba nimeisha. Hapo ndo sasa nilijua it is decided. Hapo nilijua kwamba imeamuliwa. Kajiuliza, lakini kwenda jehanamu forever. Forever. Kwenda jehanamu milele. Jehanamu forever. Na in the background kuna mtu nilikuwa naona na simuoni vizuri. Anakaa very cruel. In a dark like t-shirt. Simuoni vizuri. In that process, katika hiyo hali nikakumbuka while in Nakuru,
Nakumbuka wakati nilikuwa na Nakumbuka mission tulienda na one brother, tunahubiri. Mtu anatoka kwenye baka kuja akatupatia pesa, tuache hiyo injili. Tuache tu tuende. Imemuuma sana, akatutupia pesa, tukazikanyaga tukitupa huko. Ole basi akakuja na mayai, akatupiga nayo. Ile furaha ya kupigwa na mayai ninaikumbuka nikiwa hapo, najiuliza, but was that in vain? Kinija hiyo ilikuwa kwa bure. Ilikuwa bure kabisa. Again my heart inakuwa gripped Moyo wangu sasa na unahuzunika. sadness. Uchungu sana. Natamani sasa hiyo rehema, nasikia rehema, specifically grace. I really need that grace, but how I don't know. I just need grace, Nahitaji tu neema. but how I don't know. Lakini jinsi gani sijui. But also it's ticking. It was just about to hit, Ilikuwa iko karibu tu kugonga. just about to hit. Karibu kugonga. Nilijikuta nimerudi, ni kama tena niko hospitali, above my body. Juu ya mwili wangu. Some people walked in the ICU and began praying. Wakaanza kuomba. Na watu si wa ministry. Vitu wanasema, Mungu huyu tunajua atakuwa mtu mkubwa, he will build the nation. Hizo vitu they were really tormenting. Zilikuwa zinaniumiza. Sasa ndio walikuwa sana. wanawasha moto. Kule niko ninaumia sana. Then out of that, Kutokana na hiyo, I don't know where this statement came from. sijui ya maneno ilitoka I wapi. really don't know. Sijui. Because in my state I could not even pray. Manake katika hali yangu I even sikuweza didn't know kuomba. myself. Hata sijijui. I even didn't know where I was. Hata sikujua niko wapi. The following words, Maneno yafuatayo. I just found out that I said them. How I don't know. Nilijipata nimesema jinsi nilisema Na sijui. nikasema haya maneno. Nikasema maneno haya. Only the prophets of the Lord Ni manabii wa Bwana peke yake. have the authority over my life right now. Wako na mamlaka juu ya maisha yangu sasa hivi. Kwa sababu the clock was just about to hit. Wakati saa ilikuwa karibu sasa. Nilipotusema hayo maneno, nikajikuta hiyo clock imehit na ika-accelerate. Hey, when it accelerated strictly back to scene 1. Karudi katika eneo la kwanza. Scene 1, Eneo la mnakumbuka penye aliyokuwa mbele yangu sasa mahali amefika kwenye cliff. Hapo ndo nimefika. Right there, and I can see truly lake of fire. Kwa kweli nilikuwa naweza kuona ziwa la moto. Panicked, in a shock. Nikashtuka. Sijui cha kufanya, but hapo fate has it. It is determined, it is decided. There's nothing you can change. Kuna kitu unaweza badilisha. But from nowhere, Lakini kutoka mahali pasipojulikana. I cannot explain, I cannot tell. Sijui siwezi Penye elezea. manabii wa Mungu walitokea mimi sijui. I don't know. Sijui. But I just found them behind me. Lakini niliwapata tu nyuma. Some distance nyuma yangu. Mbali kidogo nyuma yangu. Then force I cannot describe. Siwezi elezea. Nilijikuta tu pull away. Shwa! Very fast. Kwa haraka. Very fast. Kwa haraka. To the extent I was shocked. Kwa kiwango ya kwamba nilishtuka. I didn't know. Even nasikia nikifanya. I'm shocked. I don't know because I knew where I was going. Nimekuwa pulled away. But I'm also not sure whether nimepuliwa kidogo tena niweko. Sielewi. They are pulling me away towards them, but the distance between them and myself is not reducing. Wamenivuta kuelekea upande wake, lakini mwendo kati yao na pale ambapo nilikuwa naelekea sijui. And also I'm also not allowed to turn back and look at them. Na pia siruhusi kugeuka na kuangalia. Siwezi wa face. It is in that process I'm shocked what's not happening. Then they said the following. Wakasema, you are pardoned. Very soft. You are pardoned. Umeitikiwa. Pardoned. Umesamehewa. Pardoned. Umesamehewa. Na sisikii na masikio, nasikia na roho. Moyo ndo unasikia. And it's very loud. Moyo sio masikio. Kwa sauti ya juu. Very soft. You are pardoned. Umesamehewa. I'm pardoned. Nimesamehewa. I'm pardoned. Samehewa. But I'm also confused. Lakini nimechanganyikiwa zaidi. So in the process, wakani pull away until I was far away from that lake of fire. Hali akanivuta mbali hali nikawa mbali na hilo ziwa la moto. When I realized I'm far away from the lake of fire, Nilipogundua niko mbali na ziwa la moto. now they spoke. Sasa wakanena. Wakasema, come. Wakasema njoo. Come. Njoo. Na hiyo sauti sio hivyo unavyosikia nikisema. It is
very loud. Na unaisikia from the end, Unasikia kutoka all mwisho. ends, kila mahali. Kila mahali. Sasa hiyo nasikia na nini? Na masikio. Ndio. Hey, na unatetemeka kila kitu. When they said so, I thought probably nitaturn niende mahali wako. Not at all. Sio hivyo. Come, Ndio. events have been planned. Matukio imepangwa. Najikuta mimi movement, I even don't know how we were moving, but I found out that we were going in a particular direction. Tunaenda mwelekeo fulani. So when we reached that place, Tulipofika mahali pale, ninaona nikaona kitu kama shimo, rectangular shimo hivi, rectangular shimo tu venye unaweza pata choo imechimba but larger. I didn't understand. sikuelewa. Shimo, I am not understanding. Sielewi. Then Kisha the movement I cannot describe. In a lying position hivi, nimeface chini, manabii wako juu yangu, going down from nowhere. Tunaingia ndani, but I'm not seeing anything, sioni chochote. but I've seen the rectangular shape. So when I observed the rectangular shape, then now they spoke and said, Kwa neno akasema, take note of everything, kaweze kuna kila kitu. for you will go back with it. For you will go back with it. Manake utarudi nayo. So I was also confused. I didn't understand. Nilikuwa pia nimechanganyikiwa, sikuweza kuelewa. So from nowhere, Kutoka mahali pasipojulikana, my eyes were open macho yalifunguka. to see one specific thing. Kuna kitu haswa. Niliona corners. From within, naona hizo kona nne. All of a sudden, ni kubwa sana. You can't even see the end. Huwezi ona hata mwisho. Very huge. Very Kubwa zaidi, huge. kubwa zaidi. So I saw the 4 corners. Niliona kona 4, But we are going down. lakini tunaenda chini. Again at some point, Kisha kwa wakati again my eyes were opened. macho yangu ikafunguliwa. Now I saw the total pitch darkness. Kisha nikaona ile giza, Total darkness. Giza, huwezi ona anything else including mkono wako, hata huwezi ona. Hauoni chochote, giza. I didn't understand. Sikuelewa. Again, Tena after that, baada ya hiyo, so what shocked me properly, kile ambacho kilinishtua nikajua sasa ni wapi niko. Now my eyes were open to see fire. macho yangu yalifunguliwa kuona moto. Na unaona hii inaisha, sasa hii unaona ni hii unaona peke yake, hauoni ingine. So when it came to fire, Pofika moto, naona moto is flowing, each inch ni fire and it is flowing, churning, ina flow. inatiririka. So when I saw that, I was shocked. Kuona hiyo nilishtuka. Am I in hell? Je, niko jehanamu? But why am I not burning? Why am I not Je, burning? ni kwa nini sichomeki? Above me are the prophets. Juu yangu alikuwa ni So manabii. ninasikia, they have authority Wanazo mamlaka over the lake of fire. juu ya ziwa la moto. After that, I was immediately zoomed to the base. Chini kabisa. Nikaweza nikasukuma kapeleka Chini, kabisa. but one corner. Lakini kona moja. Hiyo kona ninaona hii vertical moja na hii ingine, naona kona vizuri, ninaona base chini. Chini pale ni kama ninasongeshwa chini tena narudishwa juu kidogo. Chini juu kidogo. Ninaona very well niko kona chini and fire is flowing. Moto unatiririka. What is this? Kishindwa, hii ni nini? This is the lake of fire. Hili ni ziwa la moto. So after that, after the prophets of the Lord were sure I had taken note of everything. Baada ya manabii wa Bwana kuhakikisha ya kwamba nimenakili kila kitu, Wakaniambia, let's go. niambia wacha twende. Hiyo sauti ni kubwa sana. Hiyo unasikia na masikio. Ni kubwa sana. Let's go. Wacha twende. Let's go. Ni going back. Wacha twende ni kurudi. Going back najiuliza, but why was it too small? Have I not, didn't the prophet say the lake of fire, hell can swallow even the whole world? So I was asking myself, why was it too small? Kwa najiuliza ni kwa While nini ni we were ndogo coming, kabisa. while we were coming, why was it too small? Kwa nini ni ndogo? Na manabii wa Bwana wamesema kwamba ziwa la moto linaweza meza. hata Why was it ulimwengu too mzima. small? Je, ni kwa nini ilikuwa ni ndogo zaidi? So from nowhere, Wala kutoka again kwa from that scene, I find myself to go on the shore, the ocean. Then I saw billions, watu wengi sana wenye uwezi ukahesabu, hawezi, wengi sana, na hawa watu wako na kiongozi. I saw a very serious,
blackmailer wa manabii wa Mungu. Niliona wale wapaka matope wa kumaanisha Ni yeye anawaongoza. yeye ndiye anawaongoza. Ni yeye anawaongoza. Ako katikati yao. And he appears a bit larger. Alionekana ni mkubwa kidogo. But ni Balaam, ni watu wengi sana, wengi. So I was shocked. There are so many. You can't even see the end. Mwezi ona hata mwisho. A televangelist in Kenya that counterfeits the prophets of the Lord. So in that process, from nowhere, Katika hiyo hali a hand, I can't even tell, I don't even know how it came. mkono The hand appeared. mkono ukajitokeza. Then what the billions I was seeing, they were pulled together. Wote wakafit kwenye mkono, kiganja hivyo. Wote. Including their leader. Kihusisha Ako viongozi hapo. wako pale. I'm really shocked. What is not happening? Nini inafanyika? Then wakati walifit mkono wakafinywa. Walipofinywa walishikwa hivi between two fingers hivi. Ni kama nzi. Hai. Ile tumesimama kwa shore of an ocean. Akatani mkono ikawa drop ndani. Na hiyo ocean ikakana kaona kwamba haijaona kitu. It was so big. Kwa kubwa zaidi. Yeah, but that's how big hell is. Hey. Back to, let's go back. Let's go. Wacha turudi, wacha tuende. Nikajikuta sasa tumemaliza, tumerudi. Tumetoka in the lake of fire. Toka Now kazi wala moto niko sana. kwenye nchi kavu. Nchi kavu nimeface hii direction very late in the evening. Jioni Very ndio late. kuchelewa. Very late. Jioni kuchelewa. Darkness and the sun has set. Giza na jua limetoka. Jua lishatua. Jua lishatua. Naweza sema Kiswahili. Jua mali nitasema specific wazi nitakuwa nasema na English. Jua limeshatua na giza lishatanda. And therefore it is late. But now the sun ambayo imeset kuna it is stubborn, ina release some rays. Zimeform a light in the sky, orange rectangular shaped. So hiyo nikashanga, and why is the sky orange? Kuangalia vizuri, paying particular attention to that orange. Now some figures from nowhere appeared there. When I looked those figures, they wrote 11 in red, bold. 11, na ile orange is fading now away. 11:59 p.m. When I saw that, I was very shocked. Very shocked. Wachana sana ile mshtuko wa jehanamu. Sasa this was a real shock. I was very shocked. When I was shocked, then I remembered the vision of the Lord with his prophets, the golden clock. I still confused. 11:59. Hapo mambo yalibadilika, kila kitu kimebadilika. 11:59. When I was fully shocked, 11:59, ile sasa orange imedisappear. 11:59 very clear. Nyuma yake juu in the sky now, the prophets of the Lord appear in white, halfway, pointing with their left hand. Madi nimesimama hivi, na focus hivi, na wamepoint kutoka kwenye anga. Na ukiangalia venye wamepoint in my direction, lakini beyond me, nyuma kuna nini? Lake of fire. Hey. Then they said, go warn your brothers and sisters, especially in the house. Ninaumia sana wakati huo, niko kwa uchungu sana. Na hiyo statement ikitoka, you don't struggle translating. It is broken down into follow up to details. Uelewe unawaona nini. While I was there, the sins I was seeing, my sins, too many of them so-called small sins. Many of them. Unrepented sins, postponed sins, carelessness, ministry, mambo mengi sana. Hey, tudhami mpaka watu wa kwangu kwenye nyumba, kwenye huduma, wokovu, kila kitu. Tule tudogo, want to note with concern evangelism. In fact, I was reminded very clearly,
very clearly, hatuliacha uinjilisti very clearly, na zote they were of equal weight. Go warn your brothers and sisters, especially in the house. So hizo dhambi hiyo inabreakiwa down, I understand from that end. Then the next thing, pia the prophets of the Lord have been teaching people, wanangoja waonye hii dhambi tena watarudi waonye. Not at all. Eti wako busy sana, wako na mataifa mengi sana, they don't have time ya kukuja kukumbusha dhambi waliokuwa kuonya. Hai, wakati huo na tremble, I'm trembling. Wachana na ya hell. Sasa hii this I was trembling, I was really shocked, in a panic. I almost unataka kuanguka chini but huwezi tena, inakaa kana kwamba ni dharau unaleta. So while in that state, kajikuta tu inaisha. All of a sudden nimeweka kwa kitu kama gari la moshi. The very last compartment ya nyuma nimewekwa hapo ndani, na nimefunikwa na white sheet and it is silvered, na ni tudogo sana mpaka nashangaa, are they too small? Nimewekwa hapo sasa, ina travel, inateremka siji milima, mabonde, inashuka. Niko ndani na ninaona environment. Nikiwa ndani still nina appreciate environment. I can see hiyo ni Kikuyu Hospital. Tunaingia Kikuyu Hospital, tunapita gate, ninawaza na mochari ndio hii hapa, tunapita mpaka kwa theater. Ilipofika zote zimepita, hii ya nyuma ilipofika kwa mlango wa theater ilisimama. Iliposimama hii kifuniko ilifunguliwa na nikainuka hivi. Nilipoinuka kuangalia hivi physically, nikajipata nimefungua macho yangu, niko kwa ICU. Very shocked. Niko kwa ICU. What is this? But all of a sudden again, sijiwezi, niko ICU na sijiwezi. So again nikajipata elsewhere. Nijipata ninaona version ya mtu kama mimi, but now si scary kama the others. A version mtu kama mimi, lakini huyu mtu ukimwangalia, ni kama niko na resta, ni kama nimeweka sijui vitu gani, orange plastic like, na mtu haeleweki. The language I was using ni kama Sheng language, the language of the devil. Na pia niko vulgar, the language ni mbaya sana. Mpaka nikachukia mtu ninaona. Nilipomchukia, then sasa sauti nikasikia inasema, this is how you were born, until when you received Christ. Every time you commit sin, this is how you appear before me. Naikaisha. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hiyo ingine ni, is it worthy to say it here? Bwana Yesu asifiwe. While there, in brief, mimi hata sijui niko hospitalini, hata sijui nilipata aje, hata sijielewi, but I can see watu wanakuja kunitembele hospitali. Pia nikiwa papo hapo ninaona now senior political leaders within Nairobi. One of them, the executive one, amekaa in a very good mahali garden, very green, well done lawns, nzuri sana. Amekaa upande, na kuna one of the aspiring leader mwenye anataka kuunseat ako on the other side. Sasa wanatusiana, they are really politicizing everything. Sijui nini, they are discussing, why did you help, why did you come in,
Why? When they were in that heated debate, then again the prophets of the Lord appeared, again in white half. Between them, nyuma kidogo, slightly above. Na wakatoa sauti ya kutisha, wakasema, there are no politics where the two prophets of the Lord are involved. Walipotusema hivyo, how they disappeared, I don't know. But nikiwa hivyo, hiyo ni order inatolewa, but kuna follow up interpretation unawekwa understand. Between raising a dead body and hospital bills, which one is hard? So I didn't understand. Then ikaisha hivyo, they disappeared. Manabii wa Mungu walikuwa for some time, then how it disappeared I even don't remember. Many other things happened, but I wish to stop from there. Bwana asifiwe. I found myself back in ICU. In ICU, I have no memory, I don't know myself, I know nobody. Nimerudi, mimi sioni na siwezi kuongea, but nilianza na kusikia, nasikia sauti, people addressing me and I'm nodding. After some time, eyes opened. My wife comes, lakini simjui. I don't have memory. Anything else was wiped out. Brain ilikuwa formatted fully. Sijui mtu, hata ukuje, hata uongee, hata unichekeshe, I'm not responding. Nakuangalia tu hivi. Ninakuona yes, but I don't know you. Then nikarudi vizuri. Then I was discharged now from the ICU. When I was discharged from ICU, that's where the trauma began. At least ninaweza ona na kusikia na pia nahisi uchungu. In that pain, nasikia discussions. Nimewekwa at a very critical place next to the nurse care unit. Wananiangalia because I'm a critical patient. I was admitted as a polytrauma patient. Many organs had failed. So nasikia wana discuss, nasikia sherehe mingi, sijui nini, but I'm not understanding. Until when my wife came, nikamuuliza, I'm hearing things I don't understand. Who has died? Do you have any important person who died? I hear things sielewi. Then akaniambia, the very personality that had died. When immediately she told me that, everything else, mahali nilikuwa nimetoka, events that had happened, alive, zikarudi sasa full. I was very certain because I knew I was with him somewhere. And immediately the fear of death, ikanicrop. And in the next 3 days, I need to go to theater. I took my phone and called Askof, mimi nukuombewa. Lead me to Christ. Lead me to Christ. Why did I say so? I was not sure whether I will make it. Bwana Yesu asifiwe. Yes. I just lead me to Christ. Kwa sababu mahali nilikuwa nimetoka, I knew how it was. I really didn't want to go back in the same way. So askofu came, akaniongoza kwa Kristo. Nikaenda theater. Nikatoka. Kutoka theater nilienda kufanyiwa, it was unsuccessful. Because they were now to work on the pelvic, kiuno ifungwe. It never worked. Because they realized I had a lot of pus in the pockets, the previous procedures because about 7 of them. Nilikuwa nimeingia theater about 7 times. So my surgeon was a God-given. Akawauliza, opening all these pockets, if each one of them was putting him on his life support machine, what about the 7? That will not work. Somehow tu akakataa. Siku ya kuingia theater imefika, amezima simu na hawezi ingia theater unless apeane go ahead. The whole day, the second day utaenda theater, lakini yeye hajasema. From nowhere anawaambia, "Bana, take him to a scan. Let him go and do ultrasound." Kufungua tumbo, hiyo tumbo anajua vile alipata.
Hey, it's not possible. So what he did, waenda waangalie fluids kama kuna pus ndani ya tumbo. Kufungua, walipofanya wanaangalia, but there are no fluids in the stomach. Damu iliisha. Hakuna fluids, hakuna pus, nothing. But here I had a dressing. So hawakuwa able, akasema no, let us go and open one of the pocket kadogo tuangalie. Kama kuna pus ni sawa. Kama ni kadogo, basi ni ile kidogo ambayo kidonda inapona. So that's what happened. Walifungua wakapata ni kidogo sana. That is how hiyo surgery ilitupiliwa mbali. But don't forget, kiuno haijashughulikiwa. In that process, nikaekwa hapo. Niko tu hapo, wana dress, they're not sure what they are doing. But wounds are healing. Wounds zina heal. The orthopedic surgeons wana insist na asiwahi jaribu kuinuka, asiketi. After some time the Lord came. Nilijikuta nimeketi. Haya. Na hapo ameketi, asiwahi simama. Na akisimama akwe na nani? Na at least 10. Akwe na orthopedic doctors, akwe na physiotherapists, nurses and other doctors. And the order was given. But God, in his own ways, anatafuta nurse mwenye ako very arrogant, mwenye hakuwa duty anakuja. Anafikiria anakutesa, anakuambia leo wewe utaamka hapa, ukae kwa hii kiti, uende nje. Na mimi namwambia you are God sent. Anakuja, ananiambia amka. Ukweli ninaamka. Hata yeye mwenyewe anakuwa shocked. Keti kwenye kiti natoka nje. All doctors wanakimbia kuja kuangalia. Eti ameketi, you are killing him. Out of that stubbornness, mimi najua Mungu kuna kitu anafanya. Kuniweka hapo nikaona no, they are wasting. The Lord must have done something here. Kidogo mimi nikasimama. They are running all of them. Do you know you are not supposed to even stand? Do you know how your bones are delicate? Do you know? No, but I'm standing. The final thing ni kutembea. Nikingangana hivyo nikaanza kutembea. Nilipoanza kutembea, all of them, including the principal orthopedic surgeon, ambaye ndio akona final word, ananiambia, Alan, you know, you're the very last person we expect you should sit in this hospital. The very last. Leave alone standing. You are walking, I cannot explain. This can only be na ukumbuke ni nani? Muislamu. This can only be a miracle. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Thank you. 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 Maybe your last word. I know it has touched everyone. I heard about it, but I did not know the answer, so I was waiting for this day. At the center of it all, So it's you that I see. as you close it now, It's you that I see. because I don't know about you, but it must have changed your person. At the center of it all, it's you that I see. Please be patient. It's Yeah. you that I Be see. patient for a few minutes. Our guest doctor will take soda, please. There is After power visitors, in we your take soda and cake. Because the rest we are fasting. That's why we do not do a cake. Yes. I 100% believe in God. 100%. Wow. And I fear the prophets of the Lord a billion times. To the extent I cannot even guess at their photo from that day to today. I cannot even look at their photo. Nikiangalia, it's very fearing. Your salvation and your opportunity to live today, it is the biggest blessing that God has given you. May the Lord bless you. Why? Hey. No.
Even here. Because there's sun there. What do you feel? Now the Lord has spoken in many ways. I'm shocked. It's good to see you, my daughter. Yes, you can greet us. We had so many guests I wanted us to greet, but because of this, how many feel like they want to receive Jesus again? Rise up on your feet. You feel like you want to receive Jesus again? Even me. Kumbe, people can be in your body saying this was a powerful servant. So Uvu. And you are somewhere else. Uko mahali pengine tofauti. Just repent. Tubu tu. Have mercy on me, Jesus. Rumi Yesu, I repent of every sin. natubu kila dhambi. I repent of sexual immorality, Natubu uasherati, unfaithfulness. kutokuwa mwaminifu. I repent, Lord, forgive me. Natubu Bwana nisamehe. I've done evil. Nimetenda uovu, I've done immorality. nimetenda uasherati, I've lied. nimedanganya, I've lusted. nimetamani, I've sinned against you. nimetenda dhambi dhidi yako. Please forgive me Tafadhali nisamehe and have mercy on me. na unihurumie. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu, Please, Lord, tafadhali Bwana, on that day, katika hiyo siku do not close the door on us. usitufunguie mlango. Father, help us to understand Baba, tusaidie kuelewa who you really have sent to us. yule ambaye kwa hakika umetutumia. Kwa kweli umetutumia nani? Kwa kweli umetutumia nani? Lord, Bwana, help me. nisaidie. To know whom am I translating? Kwa yule ambaye Kujua ni anamtafsiria, nani ambaye kujua ni nani ninamtafsiria. nayemtafsiria. Lord, help me. Bwana nisaidie. Help the Church of Airways. Saidia kanisa la Airways. We have heard this is the second time. Tumesikia hii ni mara ya pili. This is even more deeper than Kahuria. Hii ni ya vilindi zaidi kuliko Kahuria. Lord, Bwana, what will we say on that day tutasema nini katika hiyo siku if we fail to enter? ikiwa tutakosa kuingia? Have mercy on us Tuhurumie and forgive us. na utusamehe In the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Repeat after me. Rudia nyuma ya askofu. Say, mighty Lord Jesus, Sema Bwana Yesu mkuu, today once again, my Father, I repent my sins. I repent my sins. Leo mara tena Baba yangu ninatubu dhambi zangu. Precious Jesus, Yesu wa dhamani, write my name andika jina langu in the Lamb's Book of Life. katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. In the mighty name of Jesus, Katika jina kuu la Yesu, today leo I am born again. nimeokoka. So we are going to let our fathers know this. I know they are aware, Tunaenda kujulisha manabii wa kuwa Bwana najua wanajua, but we will inform them officially lakini tutawajulisha kirasmi so that he may appear one day and he may go all over telling people. ili kwamba akajitokeze siku moja kujiwasilisha na kuweza So we will moja kwa moja. arrange for a day that is specifically for this. Tutapangilia siku ambayo ni hasa kwa ajili ya hii. I remember when he was still in hospital, Nakumbuka wakati alikuwa angali hospitalini, and he since this period, tangia I katika can say wakati this, naweza sema hii, he sends tithe, even if it's 3 shillings, 10 shillings, 5 shillings. So I was calling him. anatuma fungu la 10 hata kama shilingi 3, shilingi 10, 5. I was calling him, Nilikuwa nampigia simu nikimuuliza, telling him, kimwambia you are in the hospital. uko katika hospitali, We need to help you. tunahitaji kukusaidia. Why are you sending me this? Je, ni kwa nini unanitumia hii? I think this is for you there. Nadhani hii ni kwa ajili yako pale. He replied and told me, Akajibu na kuniambia, what did you tell me? Is it Uliniambia a nini? text or what? So I did not understand and I shut. I said, now hii ni yeye na Mungu wake. There's something you told me. I want Na kitu uliniambia. to say it. nataka uiseme. It is the Lord's.
ni ya Bwana anaihitaji. It is the Lord's, He demands it. I was shocked. Ni ya Bwana na I was asking anahitaji. Mama, Mama, is overseer right? Kauliza sawa mama- tu kweli. mwangalia. You like these 10 shillings, 35 Kumi. shillings. I did not understand. Sikuelewa. Sometimes 300 he has done mwingine this. 300. So I was wondering, why Kuna is he shanga. doing this? Ni kwa nini anafanya hivi? I said, no, you don't Sema do pa. that. You need help in the Kwani hospital. unahitaji msaada hospitalini? So I called him Hivyo nikampigia simu. and told him, no, don't do that. Niambia hapana, It's usifanye. us who need to do it for Sisi you. tunahitaji kukufanyia. Then he says, Kisha it's akasema. that text, it's the Lord's demands it. Akasema katika ujumbe akaandika kwamba ni ya Bwana na Bwana anaihitaji. Precious people, Watu wa dhamani, you may be seeing things as jokes. unaweza ona mambo kama ni mzaha. This is now a second one. Hii sasa ni ya pili. You had Kahuria and I made sure he came here. Mlimsikia Kahuria, nilihakikisha kwamba amekuja Now we hapa. don't need Kahuria. Sasa tuhitaji Kahuria. We have had a deeper version. I'm shocked. Tumepata ile sehemu ya vilindi sana, nashtuka. I'm shocked. Nimeshtuka sana. And I didn't know and I did not plan for him to come today. Na sikujua na He just sikupanga kwamba informed me. jele. I did not have time even to reply to him. He said I will be in the church. I'll come in the church. So I didn't know this version. I've heard, of course, Sikujua kidogo. hii, nimesikia But, kidogo. there's something more. Lakini kuna kitu But zaidi I zaidi. didn't know. Lakini sikujua. I'm totally shocked. Nimeshtuka zaidi. And tomorrow, let's meet here. Na kesho acha tukutane hapa. Let's meet here. From 5:30 there. Kuanzia saa Let's 11 meet nusu here hapa. Acha to tukutane hapa. just repent and after that we'll go for evangelism. Tuweze kutubu. We na don't have tuende time. Hatuna muda. We really don't have time. Kwa hakika hatuna muda. So some few people would have greeted us. Watu wachache kutusalimia. Please come and greet us. Just sit for 2 minutes. Ketini Just tu kwa greet us dakika with your mbili. family. If you have visited us, Kama tutembelea. the first time visitors wamekunywa soda. They are in the office. Wow. Hey, Elder Muge, welcome so much. Karibu sana mzee wa kanisa Mungu. I wish you got this testimony, but you will follow it. Laiti ungepata ushuhuda lakini Thank najua you so utaifuata. much, Asante sana. Elder Pastor Muge, Asante sana mzee wa kanisa mchungaji Muge. welcome so much. There are Karibu seats sana. here. Kuna viti hapa mbele. Actually, will come and greet us. Come and greet us with your family. Kujeni mtusalimie pamoja na familia yako. Give them a microphone. Mpe kipasa sauti. The protocol, they are not here. Correspondent. Praise the Lord, church. Bwana asifiwe kanisa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I bless the Lord this evening, Nambariki Bwana jioni hii. even after hearing the powerful testimony. Hata baada ya kusikia ushuhuda wenye nguvu. I don't know how the Lord operates, Sijui vile Bwana anatenda kazi, but I think the human nature of forgetfulness lakini ninajua ile hali halisi ya wanadamu kusahau has led us to be given another powerful testimony. imefanya tukaweze kupewa ushuhuda mwingine wenye nguvu. What shall we tell the Lord Tutamwambia nini Bwana if we are caught up ikiwa tutapatikana and we don't find mercy?